ya mitume waliofia Afrika, kuna swali rahisi la kujiuliza ambalo kidogo naamini ya kwamba kwa sasa tutakuwa tunajibu rahisi zaidi kwa sababu tumeshapata picha kidogo. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Mwingine wengi, mwingine 72, mwingine 12. Jibu sahihi sijui liko wapi. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Nafurahia kitoka hivyo kila mmoja na maoni yake. 12, mwingine 70. Niwaulize, wangapi anasema Yesu alikuwa na wanafunzi 12? Kuna watu wako serious wanataka kunyanyua mikono yote miwili kabisa. Wangapi wanasema 70? Shusha. Wangapi wanasema hatujui? Hawapo. Luka sura ya 10 inaonyesha Yesu alikuwa na wanafunzi 70. Lakini pia Biblia inaonyesha kwamba kuna wengine 12 walitengwa wakaitwa mitume. Hao ndio maarufu kuliko wengine wote. Lakini baadaye tukienda mtagundua kuna mwingine katika wale 70 ambaye ilibidi baadaye ajiunge na mitume tena. Sasa ilikuwa kuaje hapo tutaona mbele ya safari. Lakini Yesu alikuwa na wanafunzi wengi sana. Hata hawa 70 huenda ikawa ni namba tu ya wale ambao walionekana. Huenda kulikuwa na wengine wengi ambao walikuwa hawajulikani, lakini wote walikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Nasema hivi kwamba katika lugha ya Kiebrania wale 12 walikuwa wanaitwa thenashara. Kiebrania na Kiarabu ni ndugu wa karibu sana. Ndio maana kwa Kiarabu nasikia ithna ashara, yani 12. Wale 12 Yesu aliwatenga kwa ajili ya kazi maalum. Yesu aliwatawanya dunia yote, wakaenda wakihubiri Injili. Nini kiliwasukuma kufanya kazi kubwa namna hii? Ilikuwa ni imani katika agizo la Bwana wao ndio iliwasukuma. Walimwamini Yesu wanafunzi wake. Hawa mitume 12 waliamini kile ambacho Yesu anakisema alipowaambia enendeni, nao wakaenda. Hebu tuangalie kidogo agizo lile kama tunalikumbuka. Mathayo 28 fungu la 18. Biblia inasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka ngapi? Mamlaka yote mbinguni na duniani. Yani Yesu anawaambia mamlaka niliyopewa sio nusu, mamlaka niliyopewa sio robo, sijapewa kwa baadhi ya mambo, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu anawaambia wale thenashara, msiogope chochote, mamlaka yote nimepewa. Nimependa wimbo walioimba Angaza muda uliopita hapa, ya kwamba tunaye kuhani bora. Kwa lugha nyingine, kuhani wetu mkuu amepewa mamlaka mbinguni na wapi? Kwa lugha rahisi ni kwamba yeyote ambaye hana Yesu katika maisha yake ana hasara. Maana wote walio na Yesu wana Bwana ambaye ana mamlaka ngapi? Sehemu nyingine akasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Kwa lugha rahisi, ambaye hana Yesu hana uzima. Ni hatari kukosa Yesu. Turudi kidogo tuone kwamba akawaambiaje baada ya hapo. Akasema fungu la 19, basi enendeni mkawafanye mataifa mangapi? Mataifa yote kuwa wanafunzi. Na mimi nawauliza, Afrika ipo kati ya mataifa yote? Utasema Afrika ni bara lenye mataifa mengi. Kwa hiyo aliposema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, wa Afrika wako ndani yake. Hawajabaguliwa. Mtu ambaye anasema kwamba Waafrika walibaguliwa hajasoma vizuri maandiko. Anasema mkawafanye mataifa yote kabisa kuwa wanafunzi. Lakini sikia, utashangaa kwamba Mungu aligawa karama kwa kila watu. Mungu aligawa imani kwa kila mtu. Warumi 12:3 anasema, kwa maana kwa neema niliyopewa na waambia kila mtu aliye kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha mahindi. Kumbe ni kiasi cha imani. Hebu nisikilize kidogo.
Kila mtu amepewa kiasi cha imani. Hakuna mtu ambaye hakupewa imani. Yaani ile imani uwe wewe mwenyewe, lakini kila mtu amepewa kiasi cha imani. Imani ni nini? Kuna lugha rahisi ya imani. Utakavyoelezea imani utazunguka, utaielezea, utakavyoeleza sina shida na maelezo yako, lakini kuna maana fupi tu. Ipo kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 fungu la 1, anasema basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyofanya nini? Yasiyoonekana. Sikiliza vizuri, nirudie hapa. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Yaani huwezi kuamini kitu ambacho unakiona. Hiyo sio imani. Hicho ni kitu ambacho unakiona tayari. Yaani huwezi kuniambia kwamba naamini kwamba hili ni ua. Hiyo sio imani. Hili ni ua tayari. Hakuna haja ya imani ya ziada kuamini kwamba hili ni ua. Yaani hiyo sio imani. Hicho ni kitu unakiona. Biblia inasema ili tuseme huyu mtu ana imani, anaamini kitu ambacho bado hajakiona. Imani ni kuwa na hakika. Unaamini kwa asilimia zote kitu ambacho hujakiona kana kwamba umekiona tayari. Unasema bado sijaelewa vizuri. Yaani hapa nimeshika kalamu. Hii ni kalamu. Lakini niamini kwamba hii ni chupa ya soda. Habari ya kwako. Hiyo ndio imani. Ukisema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, anasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani kitu ambacho hujakiona, ambacho bado hujakiona, kwako kinakuwa wazi. Ndio maana wakati mwingine nawaambia watu, imani kwa lugha rahisi ni upumbavu kwa ulimwengu. Narudia. Hivi mtu wa ulimwengu kamwambia huu ni mkate, si atakuona wewe mpumbavu? Familia moja kule Ufilipino, wako vizuri tu, wamekaa, chakula hakuna. Baba akawaambia watoto chakula kitakuja. Watoto wakamuuliza mbona store hakuna chakula? Baba akawaambia chakula kipo. Lakini tumeangalia mbona hakuna chakula? Akawaambia chakula kipo. Watoto wakasema njaa inauma. Baba akawaambia twendeni katika meza. Akakusanya vyombo vyote viko hapo. Mabakuli yamefunikwa kana kwamba kuna chakula, lakini hakuna nini? Chakula. Akawaambia fulani ombea chakula. Yaani anaombea chakula ambacho hakipo. Kwani imani ni nini? Ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyofanya nini? Yasiyoonekana. Mtoto alipoambiwa ombea chakula, anatamani kumuuliza baba, mbona hotpot liko tupu? Baba akamwambia ombea chakula. Mtoto anabishabisha kidogo. Baba akasema fumbeni macho tuombe. Baba akaomba, akasema Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya chakula cha siku hii ya leo. Asante kwa sababu wako watu wengine ambao hawana chakula, naomba nao uwapatie. Maana sisi tukila hapa tunafurahi, wao wana njaa. Ukibariki chakula hiki, kijenge miili yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ungekuwepo ungeitikia amina? Na chakula hakuna, usingeitika amina, maana hakuna chakula. Watoto wanashangaa, hivi huyu baba wa design gani huyu? Lakini wakati wanasema amina, wanasikia honi inapiga nje. Baba anatoka, anakutana na mdogo wake ambaye ni captain wa jeshi. Anamwambia nimekuja hapa, ninakimbia kidogo, tuna semina tunatoa mahali fulani kwa wanamgambo hapo mahali fulani, nikaona nije niwasalimie. Chukua mikate hii, chukua na matunda haya, chukua na mchele huu, wape hawa watoto wale, mimi ninaondoka. Imani. Hiyo ndio imani. Biblia inasema Warumi 12:3, ile sehemu ya mwisho kabisa, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha nini? Cha imani. Kila mtu amepewa kiasi cha imani. Marko 11:22 mpaka 24. Yesu akajibu akamwambia, muamini nani? Mungu. Muamini Mungu. Amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba
hayo ayasemayo yametukia yatakuwa ya nani? Yake. Turudie vizuri tupate hii lugha inavyokwenda, maana kuna lugha imejificha hapo ya kiimani zaidi. 23, amin nawaambia. Kwa nini Yesu aanze akisema amin nawaambia? Kwa lugha nyingine anawaambia wanafunzi wake, hiki ninachokisema akili zenu zikubali zisikubali ndivyo kilivyo. Hapo ndipo nampenda Yesu. Yaani habishani na wao kwamba hapa sina muda wa kuongea na ninyi, mkikubali msikubali hamkibadilishi, kiko hivyo hivyo. Kwamba mchungaji akiwaambia mlima soma vizuri anasemaje? Soma vizuri anasemaje? Yeyote. Hapa yasema mchungaji, hajasema mwinjilisti, mzee wa kanisa, sijui nani, anasema yeyote. Yani wewe hapo ambaye unanisikiliza, wewe ukiamini, anasema ukiuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, lakini anasema ila, narudia vizuri, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Kwa nini namba kubwa ya watu hawapokei kile ambacho wanamuomba Mungu? Mashaka yametawala. Anasema asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo ayasemayo yametukia yatakuwa yake. Ili fungu usije ukalitumia vibaya, ukaenda sasa kule Shengena ukawambia mlima Shengena ng'oka, unaenda Kilimanjaro unawaambia ng'oka, alafu isipotokea useme Biblia imesema uongo. Lugha iliyotumika mlima ni lugha ya fumbo, inamaanisha aina yoyote ya matatizo katika maisha yako. Yaani chochote ambacho kinazuia maendeleo yako ya kiroho, ya kimaisha, ni mlima. Na anasema huo mlima ukiuambia ng'oka utang'oka, sharti usione shaka. Usione shaka. Sikia, anasema yatakuwa yake. 24, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Tuangalie lugha vizuri. Kwa sababu hiyo, yani kwa sababu hiyo hapo juu, kwamba huyo mtu akiamini, tuko sawa Si amesema kwamba ila aamini kwamba hayo ayasemayo yametukia ndipo yatakuwa. 24, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kuna lugha mbili ziko hapo, tensi mbili. Mnayapokea ni wakati uliopo hali endelevu, yatakuwa yenu ni wakati ujao. Nisikilize vizuri hapa, hii itakusaidia kiroho zaidi. Kwa nini mashaka yanaingia baada ya maombi? Kwa sababu hujajua kipengele cha mwisho cha fungu la 24 kinasema mnaoyaomba mnayapokea. Kama mnayapokea ni wakati uliopo hali endelevu. Unakumbuka kuna jamaa wenye ukoma walienda kwa Yesu, wakamwambia mwalimu tutakase. Yesu akawaambia enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Tuko sawa? Biblia inasema nao walipokuwa wanaenda wakashangaa ukoma wao wamefanya nini? Ina maana kama kuna mtu angekuwa mbishi, Yesu alivyowaambia nenda mkajionyeshe kwa makuhani, angetokea mbishi mmoja akasema mimi siendi, asingepona ukoma. Hivi kumbe wakati mwingine Mungu anajibu maombi yetu hatua kwa nini? Haleluya. Tatizo ni kwamba wakati ule unapojibiwa hatua kwa hatua, karoka mashaka kanaingia. Yaani unasahau kwamba huyu Mungu ambaye amekuondolea maumivu ya kidole ataponya mpaka kichwa. Unaanza kuwaza hivi, kama kweli ni Mungu, mbona ameanzia kidoleni? Anasema huyu hana habari na mimi. Hiyo ndio imani. Sikia, mitume waliokuwa na imani kubwa namna hii walizunguka maeneo mengi duniani wakipeleka hii imani. Kuna mmoja au wawili au watatu ambao historia imewataja.
Tutawaangalia kidogo hapo. Kwa wale ambao mnaangalia hiyo ramani ambao mnaiona hapo, angalia pale chini kabisa kwenye ramani, upande wa chini kabisa kuna maneno yameandikwa pale chini kabisa, kama kweli unaona vizuri, na hayo maneno yamewekewa misalaba. Kama umeona sema amina. Umeona hayo maneno Jina la kwanza ni Matthew, yani Mathayo. Jina la pili anaitwa Matias. Hao mitume wawili kihistoria wanaoneshwa wazi kabisa, pamoja na bwana mmoja ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo walikuwa, kuna Yakobo wawili, kuna Yakobo wa Alfayo, kuna Yakobo wa Zilot. Hawa makundi hayo yalileta injili Afrika. Haleluya. Afrika iletewa injili na Mathayo. Yani hao wengine wasitutishie kabisa. Yani yule Mathayo aliyeandika kitabu cha Mathayo alileta injili Afrika. Yule Yakobo naye pia alileta injili Afrika. Kuna Simoni naye pia alileta injili Afrika. Hivi kumbe Yesu alipowaambia enendeni, kwenye akili ya Yesu na wanafunzi walitumwa pia Afrika. Haleluya. Tuende kidogo tuone wachache, kidogo tu wachache. Leo nitagusia wachache wanafunzi wa Yesu na walivyokufa. Wachache, sitasema wengi leo. Mnamfahamu mtu anaitwa Yakobo. Haleluya. Yakobo, ukiangalia kwenye hiyo picha hapo, nimeongeza maneno kwenye bracket, Yakobo mkuu. Na sababu ya kumuita Yakobo mkuu, kuna Yakobo wawili. Kuna Yakobo yule ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa kanisa la kwanza kabisa. Unajua hata historia watu saa nyingine wanaisoma hawaielewi, wanasema kanisa liliachwa katika mikono ya Petro na nini. Nenda vizuri ukasome, utagundua kwamba kama ni askofu ambaye anatajwa vizuri kwenye maandiko alikuwa ni Yakobo, japo aliuawa baadaye. Sasa hiyo picha unavyoiona utaniuliza, mchungaji, wakati huo kulikuwa na picha ili wampige picha? Hapakuwepo na picha, ila wasanii walifikiri kwamba huenda anafanana hivi. Habari ya kwako. Hivyo ndivyo ilivyo. Yakobo mkuu. Yakobo mkuu, hebu tumuone kidogo tu jinsi alivyokufa. Yakobo mkuu utamkuta kwenye kitabu cha Matendo 12 sura ya 2. Yeye aliuawa kwa kuchinjwa na mfalme, na utagundua baada ya kifo chake ilikuwa Petro afuate, lakini Mungu akamuokoa Petro kwa miujiza. Yakobo alikufa mwaka wa 44 hapo au 45 baada ya kuzaliwa Kristo. Yakobo mkuu huyo. Twende kidogo tumuone mwingine ambaye ni maarufu sana, anafahamika naye kati ya wale wakubwa wa zamani, mzee Petro. Yule ambaye alikuwa ni mzee wa upanga, huwa anamuita mzee wa upanga, maana yeye masaa yote lazima upanga uwepo. Anakula, amelala, lazima upanga uwepo. Huyu mzee naye alikufa kifo cha ajabu sana, cha kusikitisha sana. Huyu alikuwa ni kati ya marafiki wa Yesu wa karibu sana. Lakini mzee Petro alitabiriwa kifo chake na Yesu mara kadhaa, mpaka siku moja alikasirika kibinadamu. Maana Yesu alikuwa na wanafunzi wengine wote. Siku moja akamwambia Petro, nifuate. Petro akaelewa nifuate ina maana gani. Sio kunifuata hivi, ina maana staili nitakayokufa Petro, kufa kama mimi. Petro ikamkera, akasema kwa nini hili jukumu asipewe Yohana? Akamwambia Yesu, akamuuliza, na huyu je? Yesu akamwambia, kama nataka aishi milele ya kuhusu nini? Kwamba wewe nimekuambia Petro, staili yako ni kama ya kwangu, usiniulize habari ya Yohana kwamba atakufaje. Petro ikabidi akubali. Na huyu mzee kweli, pamoja na kwamba tunaona akiwa amemkana Yesu, saa ilifika akiwa katika injili kule Rumi. Historia ya kanisa la Kikristo tunaamini hivi, watu walioanzisha kanisa Rumi, Petro ni mmoja wao. Akiwa kule Rumi, Petro akaambiwa na wataalamu wale wakuu wa serikali, Petro, tumechoka na injili yako ya kumtangaza Yesu.
Maana Petro alikuwa anamtangaza Yesu kama mfalme, akaambiwa tumekereka na kumtangaza mfalme mwingine, tumekereka na kutangaza Mungu mwingine. Petro, wewe utakufa. Hii naisema hivi, bado naifanyia utafiti ushahidi wa historia hii ambayo nakwenda kuisema. Ndio maana hata kwenye PowerPoint sijaiweka, maana niko kwenye research bado. Inasemekana hivi, walivyo mkamata Petro, akapata kaupenyo, akawaponyoka, mwanaume akakimbia. Wanasema mwanaume alivyokimbia, alifika huko mbele, akaona taswira ya Yesu angani. Akamuuliza, akamwambia Petro, nirudi nisulubiwe tena? Akamwambia mwalimu, hapana. Sasa mbona unakimbia? Unaogopa jamaa? Asema basi mzee, kama unasema urudi tena, mimi sitaki urudi tena, mimi naenda. Wanasema Petro akaenda. Alivyoenda akawaambia, nimekuja ni uweni. Wakamwambia, wewe utakufa kama bwana wako. Akawaambia, vipi? Akasema, msalabani. Akawaambia, yule ni mkubwa sana, ukilinganisha na mimi yule ni mkubwa sana. Kuniua kama yeye ni kunipandisha cheo ambacho siwezi kufika. Sasa tukufanyeje? Sema mimi ni uweni tofauti kidogo. Tofauti yake ni nini sasa? Akawaelekeza anavyohitaji Petro, na Petro akawaelekeza. Tuone kidogo, tupo wale ambao wanabahatika kuona jinsi alivyoelekeza. Mwaka wa 64 AD, Petro akawaambia, mimi mnitundike kichwa chini, miguu juu. Na kweli wale jamaa walikuwa ni jeuri, katili. Mwaka wa 64 AD, Petro akiwa mzee akafungwa staili aliyofungwa, hiyo ambayo unaweza ukaiona. Hivyo ndivyo alivyokufa, wakamweka katika msalaba, Petro akafa. Hawa watu hawa, nini kiliwasukuma mpaka hawakuogopa kifo? Imani. Haleluya. Ni kitu gani? Imani. Andrea naye pia ni kati ya wanafunzi wa Yesu, mwanafunzi wa pekee sana. Alikuwa kwenye kampani nzuri, na inasemekana huyu pia alitambulisha baadhi ya wanafunzi kwa Yesu. Alikuwa ni mtu mzuri sana huyu bwana Andrea, lakini naye pia alipeleka injili maeneo mengi, na alifia eneo linaitwa Akaya. Mwaka wa 70 AD walimuua kwa kifo kibaya. Maana Andrea walichukua mti wakautengeneza kama X, ndipo wakamfunga hapo. Andrea akauawa kule Akaya mwaka wa 70 AD. Tomaso, yule mwenye mashaka, habari yake inafahamika sana. Mpaka leo mtu mwenye mashaka anaambiwa usiniletee utomaso hapa, kwa sababu ya Tomaso. Tomaso pamoja na mashaka yake, mara baada ya kuthibitisha kwamba kweli Yesu ni yeye, mnamkumbuka vizuri Tomaso, yeye alisema mimi siamini mpaka niguse kovu. Yesu akamwambia, bwana acha ubishi wako, mimi nakuvulia nguo, gusa. Mwanaume akawa makini na kidole kabisa, akaweka pale, akasema sasa nimekubali, ndio wewe, nihakikishe kabisa ni wewe. Tomaso naye alipambana sana, alipeleka injili maeneo mengi, lakini Tomaso pamoja na kupeleka injili alifia India mwaka ule ule wa 70 AD. Waliokwenda India, baadhi ya watu wameshuhudia eneo ambalo Tomaso alikufa. Kinachouma zaidi ni kwamba Tomaso inasemekana alikimbilia vichakani, na wale Wahindi wakamzunguka. Tomaso alipoangalia akaona kwamba hawezi kuwaponyoka, wamemzunguka sehemu zote. Historia inasema Tomaso akaamua kupiga magoti. Wakati amepiga magoti, ndipo mtu mmoja akaja kwa nyuma akamchoma mkuki. Historia nyingine inasema alikuwa hajafa vizuri, lakini wakamchukua wakaenda wakamponda ponda Tomaso akafa kule India. Simoni alipeleka injili maeneo ya Misri, Libya,
na wengine wanasema Ethiopia. Nami nawauliza, Misri iko Ulaya? Afrika. Iko Afrika. Libya iko Asia? Iko Afrika. Kumbe Simoni alileta injili Afrika. Ni kati ya wanafunzi wa Yesu shupavu. Lakini nini ambacho kilimpata pia ndugu yetu Simon? Alipomaliza injili Afrika, Simoni baadaye akaenda Syria. Alipoenda Syria mwaka wa 74 AD, Simoni akiwa Syria walimuua. Naye pia alikufa kifo kichungu kidogo. Maana baada ya kumsukasuka, wakajaribu kumtundika, walihangaika, lakini mwisho pia naye walimkata kichwa kule Syria. Mpaka leo Syria kuna eneo la kumkumbuka Simon, linaitwa Aleppo. Ndio hilo ambao unaona picha yake hapo. Hilo ndilo eneo ambalo Simoni alikuwa, wanasema wanahistoria, akiwa hapo alikuwa anakaa kwenye kaeneo fulani Simoni, na watu wa Syria walikuwa wanakuja kumsikiliza akiwafundisha, na baadhi ya mawe inaaminika ni hayo hapo aliyokuwa anayakalia, mpaka leo yamewekwa. Wanasema kuna jiwe moja alikuwa anapenda sana, halijajulikana hasa kati ya hayo ni lipi, lakini akiwa amekaa, wanasema watu walikuwa wanakuja, alikuwa anawabariki kwa kuwawekea mikono. Lakini saa ilipofika naye aliuawa. Matias huyu katika wale 12 hutaona jina lake, lakini utamkuta kwenye kitabu cha Matendo baadaye sura ya 1. Huyu alichukua nafasi ya Yuda Iskarioti ambaye alijiua. Siku moja mwalimu wangu alinichanganya kidogo, lakini baadaye nikajua alikuwa anachokoza ubongo ili ufanye kazi zaidi. Mwalimu yule akasema katika mitume ambao siwapendi ni Matias. Nikamuuliza kosa la Matias ni nini? Anasema tangu alivyochaguliwa kuwa mtume mpaka Matias anakufa hatumsikii kazi aliyofanya. Na mimi nakupa changamoto, angalia kwenye Biblia Matias utamkuta. Ikabidi nitafiti, hivi huyu bwana, maana andiko linasema alikuwa na Roho Mtakatifu, alikaa tu. Nikagundua Matias hakukaa tu. Matias naye pia alifanya kazi, alihubiri Ethiopia. Haleluya. Amen. Na nikwambie, historia ya Kikristo imeonyesha Ethiopia ni eneo ambalo lilitunza sabato kwa miaka mingi kuliko hata Ulaya. Amina. Kwa lugha nyingine rahisi, kati ya watu ambao walipeleka ujumbe alikuwa ni Matias. Lakini Matias naye siku ilifika alikufa mwaka wa 70 AD. Huu mwaka 70 AD nashindwa kuelewa kwamba una tabu gani. Kwa nini 70 AD inakuwa na vifo vingi sana vya mitume? Mimi sijui. Matias naye aliuawa kwa mawe. Yaani ilinishangaza sana, huku amesulubiwa. Unajua watu walikuwa na roho mbaya sana. Yaani walimchukua. Nilisoma historia wakati leo nachunguza, niligundua historia 2 za Matias. Nikaamua kuchukua moja. Na kwa nini nimechukua hii moja? Kuna sababu. Wanasema alipandishwa kwenye mti akasulubishwa. Haukuwa kama msalaba wa kawaida. Wanasema kwa vile walivyomtesa sana Matias, watu wengine walimrushia mawe. Ila mwanahistoria mmoja anaitwa Eusebius anasema walichukua msumeno, akiwa amefungwa katikati ya ule mti. Mtu mmoja anakata kule, ameshika kule, mwingine huku. Wakawa wanavuta ule msumeno, wanavuta, ukaendelea kushuka, unakata ule mti kama picha unavyoiona hapo, kwa sababu alikuwa hapo katikati hapo. Ukakata mpaka ukamfikia huyu bwana, akakatwa kabisa kabisa, akafa. Walifikiri kwa kumuua huyu bwana watakuwa wameshaondoa kabisa Ukristo, lakini ndipo walikuwa wanausambaza bila kujua. Haleluya. Amina. Mathayo ambaye nimesema habari zake alihubiri Ethiopia ambayo iko Afrika, lakini cha ajabu alifia Nadvar. Na kilichonishangaza, Mathayo alikufa kifo kichungu sana. Aliwekwa chini. Alipokuwa hapo chini Mathayo, wakampiga misumari kwenye miguu yake,
wakapiga misumari mingine katika mikono yake, na wakati huo wanaendelea kumuuliza maswali. Je, Mathayo, unaendelea kusema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Akawaambia, siwezi kukataa, yeye ni mwana wa Mungu, hakuna mjadala, yeye ni mwana wa Mungu. Mathayo, unaendelea kusema ya kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yako? Akawaambia, Yesu bado ni mwokozi wa maisha yangu. Wakamwambia, Mathayo, kama Yesu ni mwokozi, akutoe hii misumari tujue ni mwokozi. Akawajibu akawaambia, hata kama asipotoa hii misumari, saa yaja atanifufua. Fanyeni mnachofanya, siwezi kumkana. Amina. Mtu mmoja kwa hasira akaja akachukua shoka, kama unavyoona historia inaweka bayana kabisa. Akamuuliza yule mkuu wao, ni mkate? Akasema kata. Akamwambia, Mathayo, tunakukata kwa shoka. Akasema, wala sina wasiwasi, Bwana wangu yeye walisulubisha, akafa, siku ya tatu akafufuka, mnitishie na shoka? Ikiwa huyo mwanaume kaburi lilimuogopa, mnitishie shoka? Kata. Walifikiri anatania. Basi ndipo yule mmoja akatoa amri akasema, kata. Mathayo alikatwa kwa kipande cha shoka akiwa ardhini. Si rahisi kama unavyoweza kufikiria. Ndugu zangu, unajua wakati mwingine tukiongea haya mambo ni rahisi kuyaongea kibinadamu tu, kuongea historia na kusoma. Lakini haya mambo yakikukuta katika maisha, ikiwa hii njaa ya kawaida, magonjwa ya kawaida yametikisa imani yako, ikiwa vitu vya kawaida tu, umetukanwa siku 2-3 imani ikatikisika, je, wakati unapoona upanga uko mbele yako utasema nini? Ikiwa leo tunakuita katika lugha rahisi ya kusema mpokee Yesu katika maisha yako, tunakuambia njoo kwa Yesu, unaona kama ni rahisi. Nataka nikuambie, si rahisi kama unavyofikiria. Injili hii iligharimu maisha ya mitume. Leo hii tukisema njoo kwa Yesu, tunakupa kitu cha thamani ambacho ni zaidi ya dhahabu, zaidi ya almasi. Kiligharimu maisha ya watu ambao waliona kabisa kwamba ni aheri tufe ili wengine wapokee ujumbe. Hebu sikia nikwambie, sina muda kuambia habari ya Bartolomeo wa pili, ambaye yeye walimkamata pia, wakamwambia kana imani, akasema siwezi. Wakamwambia tutakufanyia kitu ambacho wewe hujui, akasema fanya mfanyavyo. Wakamchukua, wamemfunga Bartolomeo, wakachukua na wembe wakaanza kumchuna ngozi akiwa hai kama mnyama. Baadhi ya wanahistoria wanasema damu yake waliikinga, na wakati wamechuna, wameshamaliza, yuko hapo, yani ngozi inauma. Hebu piga picha wewe ambaye ukikatwa kidogo maumivu yalivyo, lakini yeye mwili mzima ulichunwa, akaachwa hapo. Nzi wanamshika, wameweka kwenye jua linamchoma, wanamuuliza maswali. Akawaambia siwezi kukana imani. Sina muda kuambia habari ya mitume wengine, ni wengi, wote 12. Nachokuambia siku hii ya leo, ujue injili tunayokuletea iligharimu maisha ya watu. Leo hii nakupa nafasi nyingine, mkubali Yesu katika maisha yako. Amina. Huyu Yesu ambaye aliwatuma hawakuogopa, ndiye anayekuita leo, anasema ukikubali niko tayari kubadili maisha yako. Amina. Watu wengi walibatizwa Sabato iliyopita. Cha ajabu ni kwamba mpaka jioni ripoti niliyopokea kutoka mikoani ni kwamba wale watu wote 60 walishabatizwa. Amina. Ni kitu gani ambacho wewe kinakuzuia leo usibatizwe? Sabato ijayo tuna ubatizo mwingine. Utaambatana na ushuhuda mkubwa wa mtu aliyesikiliza vipindi hivi kupitia redio, yuko Kibaha. Utasikia ushuhuda wake mkubwa alivyoamua kumpokea Yesu, nini kimetokea kwake. Utasikia Sabato ijayo. Napenda kusema sasa masaa haya,
unanisikiliza popote ulipo, unanitazama, ni saa ya kumpokea Yesu sasa. Toa maisha yako kwa Yesu. Toa maisha yako kwa Yesu. Popote ulipo, tumia namba hii 0654600128. Tupatie ujumbe. Tutafuatilia mahali ulipo, tukuelekeze ubatizo ulipo. Injili tunayokuletea iligharimu maisha ya watu. Ikiwa unasema masaa haya niko tayari kumpokea Yesu, wewe ulioko hapa ninakuomba uweze kusimama. Na wale ambao wako mbali kule, endelea kuzingatia hiyo namba. Ni saa ya kutoa maisha kwa Yesu, ni saa ya kumkubali Yesu, ni saa ya kujitoa sasa ili wewe umkubali Yesu. Leta jina lako kwa njia ya namba ambayo tumekupatia. Ubatizo ni siku ya Jumamosi. Saa imefika. Toa maisha yako kwa Yesu. Ni kitu gani ambacho kinakuzuia? Kitu gani kinachokuzuia ili usimpokee Yesu leo? Ni kitu gani ambacho bado kimekushikilia? Pamoja na ujumbe wote ambao umeusikia, lakini bado unaendelea kuwa na moyo mgumu. Kitu gani kinakuzuia? Hivi je, ungeambiwa kwamba kesho unakufa, bado ungeendelea kupiga mark time ukiwa unakataa? Hii ni saa ya kutoa maisha kwa Yesu. Kubali hivi sasa ili uweze kuokolewa. Tunakwenda kuomba kwa ajili yako sasa. Wale wote ambao wamekubali kumpokea Yesu, tunakwenda kuomba kwa ajili yenu sasa. Popote mlipo, tunakwenda kuomba kwa ajili yenu sasa. Mahali ulipo, fumba macho tunapokwenda kuomba sasa. Tunaomba. Baba Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya watu hao. Maana leo tumejua ya kwamba mitume wengine walikuja hadi Afrika. Kumbe hii injili tulio nayo leo ilikuja kwa gharama ya damu za mitume. Ninachokusini kwamba kila anayesikia habari hizi, mfanye aone thamani ya injili hii, ili aamue kutoa maisha aweze kuokolewa. Bariki wote waliojitoa, wale ambao wanasubiri ubatizo wa siku ya Jumamosi. Naomba ukawashikilie kwa mkono wako, wasidondoke hata mmoja. Wakawe imara wakiwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Endelea kuwashikilia kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Nikukumbushie tu kidogo wakati